Habari gani East Africa? Hii ni Kwanza TV KTV, ukiwa nami Innocent George ya Mringa Inojida African Bantu presenter, na kuletea kipindi kizuri kabisa kinaitwa Karibu Nyumbani. Nyumbani kwetu ni huko Ubantuni. Kikubwa ni kulike, kushare na kusubscribe. Behind the camera yuko ndugu yangu mmoja anaitwa Mr. Timos, na leo niko mkoani Geita, maeneo panaitwa Ushilombo wilayani Bukombe, au sio bana? Tutakwenda kuzungumza na mzee wetu, atatupa historia na hadithi nyingi za huko nyuma, asili ya neno Bukombe. Karibu sana. Kikubwa kulike, kushare na kusubscribe. Habari mzee wangu? Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Alphonse Mlekwa. Alphonse Mlekwa. Basoka. Basoka. Ni asili yako ni kabila gani? Kabila yangu Mlongo. Mlongo. Ambao ni kabila gani hasa? Kibantu. Kabila Kibantu. Muyombe. Ndio napatikana kutoka mkoa gani? Mkoa wa Geita. Geita. Maeneo gani? Na Geita maeneo gani? Geita ni kubwa. Maeneo ya Buyombe. Ya Buyombe. Sawa sawa. Mimi kwa kuzaliwa nilizaliwa 1942. 42. Sasa hivi una miaka mingapi? Nikatotolewa. Mpaka leo nina miaka 84. Mimi shule nimeanza mwaka 56 55. Nikasoma nikatoka mule 56 nikawa darasa la pili. Ukiwa Bukombe? Bukombe. Pale kwenye kanisa ya zamani. Hapa siku hizi kuna makapoli. Basi nimesoma mpaka la 3 mwaka 57. Tukasoma tukatoka nikawa wa kwanza. Kutoka wa kwanza nikawa nani darasa la 4. Tukisoma na wakina Kasase, kina Makoye Simba, wakina nani Matinda, wengi tuliosoma pale. Au wengine waliosoma nao, wengine baadhi bado wako hai? Bado wako hai, wengine wameshakufa. Ndio. Maana miaka zimekwenda. Na ni kitu gani kingine kikubwa hasa kilikuwa kinapatikana kipindi hicho? Kulikuwepo likiwe mpaka sasa lipo. Ukilisukuma linakwenda ngi, linasimama. Ukiliachia linarudi nga, linasimama. Ukilisukuma linaenda, linasimama. Asante sana mtazamaji wa KTV, niko na mzee wangu hapa kipande cha Geita Ushilombo wilaya ya Bukombe. Tunazungumza mambo mengi ya Kibantu kutoka Tanzania na ndugu zangu wa Bantu, na huku ndio nyumbani kwetu tunakotoka ndugu zetu wa Kibantu kabisa. Behind the camera yuko Mr. Timos, mnyama mkali sana aka Mka, Mameni Inojida African Bantu presenter, na kuletea kipindi hiki chenye tamaduni zetu na mila zetu kutoka mkoani Geita, au sio bana? Kikubwa ni kulike, kushare na kusubscribe. Niko na mzee wangu, tunaendelea kupiga story mob dogo na way. Ndio mzee wangu. Ndio. Kilisukuma linakwenda nga, linakomea pale. Ukiliachia linarudi, linasimama pale. Jamani, hili jiwe la mtapiko kama hivi. Njoni wenzetu, tunawaita na wenzetu. Tunakaa hata watu 7. Tunasukuma haya ala. Mkiacho hivi. Nafurahi sana mzee wangu. Okay, kwa sasa mzee, tukizungumzia kabila la Wasumba, ni shughuli gani za kijamii ambazo ulikuwa unategemea sana ili kupata chakula? Shughuli gani? Shughuli tulikuwa tunategemea mizinga. Mizinga ya asali, kusini asali.
Mnaenda kupakua. Mnapata asali. Pata matumu. Mpaka nimemaliza shule mwaka 58. 58. Darasa la 4. La 4. Ikawa bahati mbaya. Nilikuwa nimeshinda. Lakini bahati mbaya. Baba akafariki. Okay, pole sana. Alipofariki, nikaona huku nihame. Nikatokea huko Kitete. Bukombe sasa. Nikarudi hapa. Kuna kijiji kanaitwa Malunda. Kipindi hicho senti 5 ni kama shilingi ukiwa na 100 shilingi. Tutatoka Morogoro mpaka hapa Ushirombo. Ile 100 shilingi. Na utaonyesha watu kama watakunywa, watakula. Watakunywa, watakula. Na kwa kipindi upo na kina Mzee Ngongwe, kina Mpugalilo. Wale ni wachomba zangu. Wao walikuwa kule na Alibu Songe. Kule mlimani. Ndio. Sawa sawa. Sisi tulikuwa Kidete, tukarudi. Wakina mchomba Tala. Ni mchomba wangu. Wakina hao huyo nani? Kabulwa. Mchomba wangu. Na huyu marehemu nani? Yule alikuwa anatengeneza punduzi. Nani? Mpugalilo. Mpugalilo. Huo utaalamu wao waliutoa wapi kipindi hicho? Wana sisi hata tunasoma shule. Tunakuta wana utaalamu. Mpaka wakachukuliwa pale kwa Ngongwe. Wale watoto wake wakapelekwa Dar es Salaam. Ilikuwa miaka gani hiyo? Zamani kwenye 60 hivi. 60. Kama sikosei. Sawa sawa, miaka mingi sana. Mingi. Tunasisahau na zingine. Ndio. Basi wakaenda wakoma mafundi. Life wanaitengeneza. Kila kitu wanakitengeneza. Kitamaduni. Kwa na walikuwa wanatumia ni gani? Walinyang'anywa na mavyombo. Wakapelekwa na huko kwenda kuanza kazi. Sawa sawa. Wakawa mafundi wakapiwa. Sawa sawa. Wajomba. Ndio. Bwana. Paka wamekufa. Wana kazi hiyo. Ndio. Sawa sawa. Ila watoto sijui kama wanaifanya. Sijui, naona hawaifanya. Nafikiri maana si serikali ikomesha. Wakanyang'anywa kila kitu. Ilikataza vile vitu. Lakini ilikuwa ni utamaduni na maarifa ambayo Mungu amewapa. Amewapa. Ndio. Na wao ndio walikuwa matajiri wa kwanza. Katika Bukombe. Ndio. Shukrani sana. Kikubwa ni kulike, kushare na kusubscribe KTV. Ukiwa na Enogy the African Bantu presenter, huku ni nyumbani kwetu. Wabantu wenzangu, usisahau kulike, kucomment. Niko na mzee wangu hapa, tunakumbushana ya zamani, na huku ndo nyumbani kwetu. Karibu sana, huku ndo kwa Wabantu. Behind the camera anaitwa Timos Mkaa. Bado tunazungumza na mzee wetu, tunakwenda kumalizia history zetu leo bana. Tumeweza kupata mambo mazuri sana. Wewe ulikuwa unafahamu kwamba kuna jiwe liko linasukumwa, ukiliachia linarudi linasimama kama lilivyokuwa? Dogone way. Hii ndo KTV na huku ndo nyumbani kwetu kwa Wabantu. Enogy the African Bantu presenter. Mzee wangu, ukizungumzia Wasumbwa, asili ya Wasumbwa ni nini hasa? Wasumbwa? Msumbwa ni moha. Kuna semaka Kirugaboha. Kirugaboha. Maana yake kwa Kiswahili? Maana yake ndio mtambiko yao. Ndio. Kirugaboha. Ile mbwa yenye macho mane wanasemaka. Ndio. Ndio Kisumbwa hiyo. Ndio Kisumbwa hiyo. Na hii Bukombe ilikuwaje ikawa Bukombe? Hii Bukombe ya hapa. Hii Bukombe ya hapa. Pale palikuwa pafinye. Ndio. Ingekuwa ile pale. Iwa Mpango. Sasa pale Bukombe walihama wakubwa wetu. Ndio. Wakaenda wapi? Wakaenda pale
Kahama. Kahama. Sasa ile Kahama ilikuwa sio Kahama. Ilikuwa inaitwaje miaka hiyo? Ilikuwa miaka hiyo ilikuwa inaitwa nani? Ilikuwa inaitwa Korogwe. Ndio ndio. Sasa pale Bukombe ikapiti wahame pamekuwa papine ni katikati na Mambuka basi wakahama, walihama, sisi bado hata kuzaliwa basi sie tumekuta hivyo. Mababa wakatueleza baada ya kutueleza kwamba Bukombe ilikuwa nini, ilikuwa Korogwe. Ndio ile jina la Kahama ile jina la Kahama tumetoka Bukombe. Ndio kwa sababu Bukombe ndio shina ilikuwa wilaya. Maana ya neno Kahama ilikuwaje mpaka ikaitwa Kahama? Kahama neno ya kuitwa Kahama maana ilikuwa Korogwe. Tulipohama kurudi huko si tumehama ndio ikaonekana kwamba tuite Kahama maana tumehama Bukombe tumerudi, ndio jina likapita Kahama. Likapita likawa Kahama. Kawilaya hako Kahama nikawasumbwa mtoto. Ndio hakuna cha Msukuma hata saiti ni Wasumbwa. Ndio sawa sawa. Mpaka sisi tumekuwa tukahama hapo Ushirombo nikarudi Kitete. Kitete iko maeneo gani? Pale Ituga. Kata haijawa Ituga. Asante mtazamaji wa KTV, karibu nyumbani. Huku ndio kwetu, huku walikotoka wazazi wetu, na huku ndio Ubantuni, makabila yanayopatikana ya Kibantu ndani ya Tanzania, Afrika Mashariki. Niko na mzee wangu hapa, tunaendelea kupiga stori za muda mwingi sana na kujua asili yetu na utamaduni wetu na nini kilikuwa cha kale chenye ukubwa zaidi na miujiza mikubwa. Niko na mzee wetu hapa. Tumkumbushe mtazamaji, mzee wangu, wewe ulikuwa unatokea ukoo wa nani? Mimi ukoo wa Nyabebe. Ambao Walongo. Wafua Matembe. Ndio. Huyo ni mwanga wangu. Ndio. Wake. Wale wengine ni watoto wao. Wote wasichana. Na wengine wanaolewa. Sawa. Mungu akubariki sana. Asante baba. Akuongezee miaka mingi. Asante. Akupe heri na baraka. Na wewe na pia. Nimebarikiwa sana kuzungumza na wewe mzee wangu. Na mimi kwanza nilikuwa sikuelewi. Kumbe ni mtomba wangu. Ndio, tumefahamiana bana kupitia kipindi hiki. Karibu hapa. Asante sana. Ndio. Ndio baba. Huku ndo nyumbani kwetu, na hii ni KTV Inojid African Bantu Presenter. Don't go away, tukutane session nyingine katika kipindi cha huku ndiko nyumbani kwetu.